Ninawasalimu popote mlipo wapenzi watazamaji wa kituo cha Kenyan Media. Hamjambo. Karibu ili niweze kuwapasha na kuwapakulia yale ambayo yametendeka hii leo siku ya Jumatano tarehe 2 Aprili mwaka 2025. Hii leo ni siku ya pili ya Rais Ruto kuzunguka Mlima Kenya kwenye ziara ambayo anasema kwamba ni ya maendeleo. Raisi aliamkia katika kaunti ya Meru. Akatoka Meru akafululiza kuelekea Kirinyaga. Na hatujaona barabara ambazo anafungua. Hatujaona maendeleo ambayo anafungua, bali ameenda kupiga siasa, yaani kujihakikishia kwamba je, mlima iko na mimi ama bado. Lakini kuna kitu ambacho nimeweza kukishangaa. Hata wewe ninaamini kwamba utashangaa. Wale watu ambao wanahudhuria mikutano ya Rais Ruto, kumbe wanasombwa kutoka eneo moja kuelekea eneo lingine. Tuseme Rais Ruto alikuwa anafanya mkutano upande wa wapi? Nairobi CBD. Wale watu ambao wamehudhuria kwenye mikutano ya Rais Ruto upande wa Nairobi CBD wanasombwa na bodaboda kuelekea Kamkunji, mahala ambapo tena rais atakuwa anazungumza. Kwa nini? Kuleta perception kwamba bado anapendwa eneo la Mlima Kenya. Ninakuomba uweze kuangalia jinsi ambavyo pikipiki zilikuwa zimebeba wananchi. Pikipiki moja inabeba watu wawili au watatu. Na pikipiki ambazo ninaambiwa ziliweza kuabiriwa ni zaidi ya 250. Na tukikaribisha wenzetu kutoka eneo zote za Kenya. Harambee! Kenya kwanza! Kenya kwanza! Kazi kazi! Kazi ni kazi! Bora! Uchumi bora! Pesa mfukoni! Kuna kazi bora! Kama wewe ni shabiki yetu ambaye anafuatilia video zetu kila wakati ama kila siku, utaniambia kwamba kuna siku moja kabla Rais Ruto hajaanza ziara yake eneo la Mlima Kenya, niliwaeleza kwamba nimepewa reliable sources ambazo zinaniambia kwamba serikali imepanga kununua bodaboda. Alafu kwa bodaboda moja itakuwa inabeba watu watatu. Pamoja na muendesha bodaboda wanafika watu 4. Kutoka hapo watakuwa wanasonga kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Kwenye online sasa hivi bloggers wa serikali pamoja na wabunge wa serikali wanasema kwamba mlima iko imara. Mlima iko na Rais Ruto. Mlima haiwezi kumpigia mtu mwingine kura isipokuwa Rais Ruto. Kumbuka kwamba eneo la Mlima Kenya ndilo liliweza kumfanya Rais Ruto akakuwa rais. Walimpea kura nyingi sana, zaidi ya kura milioni 3. And that is the reason as to why walipoanza kusema kwamba eneo la Mlima Kenya limekuwa mahame,
That is the reason as to why serikali iliweza kuogopa. So ladies and gentlemen, unahisi ni kwa nini Rais Ruto anatembea na watu ambao wanaenda kumsikiliza? Kama wewe ni mgeni, piga subscription, like video, bonyeza kengele, tusonge mbele kwa utaratibu. Sababu ukipiga subscription, ukishare content hii, utakuwa umechangia kwenye ukuaji wa hichi kituo nambari 1 cha Kenyan Media. Ninashukuru kwa wale ambao mmeweza kunitafuta. Niliwaeleza kwamba sikuwa na feel vizuri. Unaona, kuna wenye wameweza kunitafuta hapa. Ninashukuru sana kwa wale ambao mmeweza kunitafuta, nimeweza kurudi, nipata matibabu. So, wapenzi watazamaji, unahisi ni kwa nini Rais Ruto anasonga kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine na umati wa watu ambao ameweza kubeba kwa mapikipiki na magari? Number 1, President Ruto anataka ile soft ground. Anataka ile ground ambayo akisema kitu wanafurahia. Akisema kwamba nimetenga, wanapiga makofi. Akisema kwamba nimeahidi, wanasherehekea. Hao ndio watu ambao Rais Ruto anataka. Unanielewa? He wants a soft ground. Kwa sababu siku za hivi karibuni Rais Ruto amepigiwa kelele, anaimbiwa Ruto must go, Ruto must go, mpaka ameshindwa cha kufanya. So wakaketi chini na kina Kimani Ichung'wah na mawaziri kutoka eneo la Mlima Kenya, wakafikiria kwamba tutakuwa tunatembea na peaceful agreeing crowd that will cheer the president, and that is the ground now. Walikuwa wanatoka Meru wakielekea Kirinyaga. Just imagine, president ametangulia na ndege, wao kutoka nyuma pikipiki. Alafu mnataka kuniambia tu kwamba Mlima Kenya iko na William Ruto, si ndio? Reason number 2, President Ruto anataka watu ambao hawawezi wakampigia kelele, kwa sababu mtu ambaye ameweza kulipwa pesa aweze kufika kwenye mkutano hawezi akakosa nidhamu tena anze kumuimbia Ruto must go. Na nielewa wapenzi watazamaji. Number 1, nilikueleza kwamba anahitaji kikundi ambacho kitamshangilia. Number 2, nimekueleza kwamba anahitaji kikundi ambacho hakitaweza kumpigia kelele. And now hapa inaweza ikawa ni Mungiki, wala ambao tuliweza kuambiwa kwamba wameanza kupasha misuli kuendelea na ama kutembea na Rais Ruto. Mnanielewa wapenzi watazamaji? Number 3, ambayo inafanya Rais Ruto kutembea na wananchi ambao anataka kuweza kumsikiliza, ni kwa sababu anataka kupeana perception online kwamba anapendwa. Kwa sababu gani? Akitundika picha online, umati mwingi ukimshangilia, ukimwelcome, na kutoka kwa ule umati hakuna mtu hata mmoja mwenye aliweza kumpigia kelele, atakuwa ameweza kutuma ujumbe kwamba bado yeye ndiye anashikilia eneo la Mlima Kenya. Na nielewa wapenzi watazamaji, bado yeye ndiye anashikilia eneo la Mlima Kenya. Hivyo ndivyo anataka. So kwenye hii mikutano ya Rais Ruto watu wamekula vizuri, wana Mlima Kenya wamekula vizuri, bodaboda wamekula vizuri, lakini mimi kitu ambacho ninawasihi, kuleni vizuri, lakini kupiga kura mtumie ubongo zenu vizuri. Sijawatusi, ila tu nimeweza kuwashauri kama mwalimu mwenye atakuambia kwamba sikiliza kila ambacho nitakufundisha. Ukiona ni kizuri, kipindi cha mtihani, tumia hicho kitu ambacho nilikufundisha ukaona ni kizuri. Na mimi ninakuomba hivi, sikiliza tu venye nimekuambia. Wakileta pesa kula, lakini ikifika kipindi cha kupiga kura, tumia akili zenu vizuri,
kuchagua wale viongozi ambao mnahisi kwamba watakuja kuwaletea maendeleo. Unanielewa wapenzi watazamaji? Kitu ambacho kinanishangaza ni kwamba rais anapeana pesa bodaboda waweze kumshangilia, waweze kumsindikiza, ili hali kwenye mahospitali hakuna madawa, ili hali kuna barabara ambazo zimeweza kukwama, hazijaweza kuundwa. And by the way, sijaona President Ruto akifungua barabara sehemu ambazo ameenda, sijaona akifungua barabara. Ameenda tu kupiga kampeni. Sijui wazo lako ni lipi, ila mimi nimekwisha waonya.